Nataka niseme hivi. Binadamu tuna tabia ngumu ambayo Mungu mwenyewe ndo anayeiweza hiyo tabia. Manake hata wewe binadamu mwenyewe binafsi hiyo tabia huiwezi. Sio kwa Wakristo, sio kwa Waislamu, hata sio kwa wapagani pia. Binadamu ni watu tuna maneno madogo madogo sana. Na hatutosheki na hatutaki sababu ya kuwa na tabia fulani mbaya ama nzuri. Tunajiamulia tu sisi wenyewe. Nataka nikupe ushauri tu jinsi ya kukabiliana na binadamu kama sisi ambao tuna tabia za ajabu hivi za kukwaza watu, kuwachukia watu ovyo ovyo. Wewe unakaa tu unasema ule mtu simpendi. Wewe umpendi ule mtu umemuumba wewe. Yule namchukia kama nini? Unaweza ukamuongeza ama ukampunguza, unamchukia. The only way that you can live with such a human being is to always be on your knees. When you are always on your knees, hautamuona ule mtu. Hata kufanya nini utakuwa unapiga magoti tu unamwambia Mungu nipatie neema. Bwana sitaki kumuona ule mtu, nataka nikuone wewe. Unajua kuna binadamu ambayo vipawa vyao hapa duniani walipewa ni vya kukwaza tu wenzao. Kuwakwaza wenzao, kuwasema wenzao vibaya, kuwashuhudia mambo ya uongo ambayo si ya kweli, kuwachafulia wenzao majina. Yaani hiyo ndo kazi yao, yani walipewa hivyo vipawa, wana huo upako. Na wewe ukijaribu kungangana nao utashindwa. Lakini unapoenda magotini siku zote utashinda. Usitake kujieleza sana ili binadamu kama hawa wakuelewe. You always want to explain yourself. You are always worried about what people will think. What will they say about me? Kile mtu anachofikiria kukuhusu ni shauri yake. Kile mtu anachosema kukuhusu ni shauri yake. Kwanza unajua ikiwa wewe unasemwa sana wewe ni mti ambao una matunda mazuri sana. Sasa wale watu wanapiga ule mti yale matunda yaanguke wayale. Kwa hivyo usishtuke. Na usiwe na haraka sana kila siku ukisikia kitu nasema ngoja nikaulize tambua. Unaenda kumuuliza nani? Nani akutambue? Wewe piga magoti muite Mungu. So long as you know how you are walking with God, you as an individual, you as a man, you as a woman, so long as you know that your ways are right before God, because it is only Him who knows you are going out and you are coming in. It is only Him who directs your steps, and it is only Him who shows you the way that you should go. You should not be too familiar or too concerned with what other human beings are saying. Always be people. We will always talk about you. If we don't like you, we will trash your name. If you don't like how you are progressing in life, we will hate. We will fabricate stories about you. Tutakuona na gari, tuseme umehongwa na mtu fulani. Tutakuona na nyumba, tutasema ni ya mortgage. Tutakuona unavaa vizuri, tutasema ni nguo za mikopo hizo. Ndio binadamu sisi. Lakini ukitaka kutushinda sisi binadamu, kuwa mtu wa kupiga magoti sana mbele za Mungu. Kama wewe ni Muislamu, kuwa mtu wa kuswali sana. Uswali umuite Mungu kabisa akusikie na atakutetea kwa hao binadamu. Ninasema kwamba binadamu hawezi kuwa mwerevu zaidi ya Mungu, wala hawezi kuwa mjanja kumliko Mungu. Na wewe kama unampenda Mungu na unakaa katika maadili ya kimungu, lazima Mungu atakupigania. Lazima Mungu atakuficha aibu yako. Wewe wacha watu wakuseme, wacha watu wakuongee, wacha watu wakuketie vibarazani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yaani wakuseme, koo zikauke, wanywe maji, ziwe nyepesi waendelee kukuongea tena. Wewe waache wakuongee tu. Lakini wewe kazi yako ni kupiga magoti na kumuita Mungu. Na wapenda sana wafalme wa Biblia. Wakati adui alikuwa anakuja na anawatishia maisha, mpaka analeta barua ya kuwatukana na Mungu wao, walikuwa hawaendi kuconfront huyo adui ati kumwambia nimekuja ulikuwa unasemaje. Mfalme alikuwa anachukua ile barua anaenda nayo hekaluni na analala chini na anamwambia Mungu, naona hii barua imeandikwa
Si mimi nimeandikiwa, ni wewe. Kwa hivyo wewe Mungu tea, wewe ndio utaibika, sio mimi. Hata wewe mtoto wa Mungu kumwambia Mungu hayo maneno. Ukiona mahali nafsi yako, unajua kuna maneno mengine yanaweza akasemwa yakakuuma sana mpaka ukashindwa hata kuomba, hata kuswali ukashindwa, kwa wezi hata kumwambia Mungu kitu, ni kwa sababu unasikia ndani yako kunachomeka. Lakini katika hiyo hali ya kuchomeka, unaenda mbele za Mungu, unamwambia Bwana, umesikia haya maneno hawa viumbe wameongea. Wewe Mungu unanijua nje na ndani, ninapoingia na ninapotoka, ninavyolala na ninavyoamka, wewe Mungu unanijua. Baba, ukawadhihirishia Wafilisti kwamba mimi niko na wewe. Na ninakuhakikishia Mungu atakupa heshima kati ya wakuu wa nchi, atakupa heshima kati ya wafalme. Mara nyingi tunapenda kuwasema sana watu walio katika dhambi. Tunasema yule ni malaya, yule ni kiruka njia yule. Wewe hujamuumba. Inaweza kuwa malaya nao ufanya huko nje, ndio Mungu atautumia kumfungua ili na yeye akaweze kuwafungua malaya wengine kama yeye. Kwa sababu ni malaya tu anayejua shida za malaya mwenzake. Wewe hujawahi kufanya umalaya hata siku moja. Utaendaje kumhubiria malaya? Lakini yule mtu kubadilisha, anakuwa kiumbe kipya. Anajua yale mimi nilipitia ndo hao wanapitia. Kwa hivyo anaenda kuwasaidia wenzake, na wao wanapata kujua ile kweli ya Mungu, anatoka katika ile tabia. Lakini sisi binadamu tutakaa vibarazani tuseme watu sana. Nataka nikufundishe kitu leo. Usiwe na haraka ya kutaka kujiexplain kwa watu. Unataka watu wakuelewe saa zote. Pale ulinena nimesimama, wajua ule haya muhusu. Umesimama na mzee, umesimama na kijana, umesimama na mwanamke na mwanamume, haya muhusu. Cha msingi ni kwamba Mungu anajua ni kitu gani kilikusimamisha pale. Sasa wewe unaenda unajieleza kwa sababu gani? Unakuwa mfungwa. Maneno ya binadamu yasikufanye ukose usingizi. Maneno ya binadamu yasikufanye wewe ukose kula ugali ushibe. Wanadamu lazima tutaongea. Lazima tutasema yale ya ukweli na yale ya uongo. Lazima tutasingizia. Hata tukasikia kitu. Mtu mmoja akasema somebody hears something, when they take it to the other person they add something there. Either wataongeza ama watapunguza, na ni kweli. Lakini wewe unaposikia jambo, wewe mkimbilie Mungu, piga magoti. Kila vita ambavyo vimekukabili wewe utavishinda na magoti. Usiseme kwamba ule amesema hivi naenda ni 4K itakuwaje, atasemaje hivi kunihusu, hebu ngoja nitamuonesha. Mwanzangu, utaenda kule mwanzako upate ni nguvu Mombasa, mwanzako upate na mapufya, wewe utapigwa, utatoka kule na manundu. Lakini unapompigia Mungu magoti, na Mungu ni mwenye haki, anasema anasikia kilio cha wanyonge, anasikia kilio cha wenye haki. Yeye Mungu anashuka na kutetea. Na wale watu waliokuwa wakisema within no time wanapata kuaibika, kwa sababu ukweli unajulikana. Usiogope kusemwa katika ulimwengu. Hata Yesu alisemwa sana, hata manabii walisemwa sana. Wewe hutakuwa wa kwanza kusemwa wala hautakuwa mwisho. Cha msingi ni vile wewe mwenyewe unavyojua unatembea vipi na Mungu wako. If you know that your ways are right before God, if you know that you are walking sincerely with God, don't be familiar with anybody that anybody is going to say about you. People will always be people, but everything it to God in prayer, and I'm telling you, your victory is guaranteed. Usitake mtu ajue ati yule nimesema yale maneno yamemuuma sana. Wewe unajua kwamba unaweza kujua kwamba mtu ni mbaya na amekusema ABCD na amekukwaza, lakini wewe unamezea tu, unamwangalia kama mpumbavu, unajifanya kama humuelewi vile, lakini unamjua kuanzia ndani hadi nje. Wakati atakuja kujua kwamba huyu mtu alikuwa ananielewa, anajiona punguani kabisa. Kuwa mtu wa kutulia, kuwa mtu wa kupiga magoti, kuwa mtu wa kuomba, kuwa mtu wa kumuuliza Mungu, Bwana nipiganie hapa siwezi. Haya maisha sio yetu. Na kila mtu ana ile njia na safari ambayo amepangiwa. Sasa wewe ngangana na safari yako na njia ile ambayo Mungu amekuwekea. Wanadamu waache. Wanadamu ni wale wale. Wanadamu hawabebeki. Wanadamu tulimshinda mpaka tulikula mikate ya bure tukasaza, tukaona Lazaro akifufuliwa,
tukamwona Yesu akipaa mbinguni na bado tukamsaliti. Ni wanadamu. Sasa wewe ni nani kwamba usisemwe? Wewe ni nani usikwazwe? Jitie moyo siku ya leo. Usikose kushiba ukakosa usingizi kwa sababu ya maneno ya wanadamu. Wanadamu ni wale wale. Wasikupatie tumbo joto Unasikia mwenzangu? Pata amani kabisa. Jua kwamba kuna Mungu anayeona sirini, na hata kabla mwanadamu akuseme, kabla mwanadamu akukwaze, kabla mwanadamu akufanya yale amekufanya akakuma, Mungu alijua na aliruhusu. Na aliruhusu kwa utukufu wake mwenyewe. Kwa hivyo wewe ni kupiga magoti na kumwambia Mungu ajidhihirishe, ili watu wakapate kujua kuwa wewe uko na Mungu. Na Mungu ni mwaminifu, hata kuacha. Hata kuacha uaibike, hata kuacha ufedheheke. Na wale ambao mna tabia za kusema watu, kuwashuhudia watu uongo, watu matope, hamwezi kumaliza siku moja hamjamsema mtu. Siku moja anakuja mwanze kuongea maneno ya watu alafu midomo ipinde iende pembeni. Midomo ipinde kabisa hiyo iende pembeni. Mtafute mtu wa kuabu mkose. Muache hiyo tabia kabisa. Mungu hapendi. Mungu hapendi watu wadaku, Mungu hapendi watu wanafiki, Mungu hapendi watu wadadisi. Biblia inasema kwamba jaribu halina budi kuja. Yaani makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake yeye anayesababisha ile makwazo. Yaani mimi sina budi kukwazwa, lakini ole wako wewe ikiwa ndo chanzo cha makwazo yangu. Ole wangu mimi ikiwa ndo chanzo cha makwazo yako. Kaeni na watu vizuri. Hujui kule unakoenda. Leo uko nacho, kesho hauna. Leo uko juu, kesho uko chini. Leo umepanda, kesho umeshuka. Hii midomo yetu tumwambie Mungu aitairi. Manake haipendezi yale maneno ambayo yanatoka kwenye midomo yetu. Wewe umeshasikia mtu anasema kwamba ati huyo Mungu nitamweka kando kwanza, niende nikadili naye. Wewe una akili? Unaweza ukamweka Mungu kando? Hebu jaribu kumweka Mungu kando siku moja uone kama utasimama tena. Naomba tuwe na hekima, tuwe watu wa kupiga magoti na kumtafuta Mungu. Haki yetu itatoka kwa Mungu. Haitatoka kwa hizi confrontations, haitatoka huko. Haki yetu itatoka katika hali ya kumtafuta Mungu. Nawapenda nyinyi nyote, tuzidi kuombeana, tuzidi kuombeana, tuzidi kuombeana, tuzidi kuombeana. Na furaha yetu itaongezeka, maana Mungu atatupatia kila mmoja fungu letu.